Na the way kazi yake ambazo anafanya kupitia mtandao wa kijamii kama TikTok na Instagram na TikTok. Sio bana. Yaani kama kawaida. Nyama. Full kabisa. Mungu ana bless. Tuanzie hapa. Content ambazo unazitengeneza ni lifestyle au unafanya kwa sababu ya engagement ya pesa na vitu kama hivyo? Mimi huaga nafanya kulingana na siku mudi yangu inavyonituma. Okay. Basi nafanya hivyo hivyo. Sinaga mpangilio mzuri. So ni lifestyle. Lifestyle. Haipo kusana na hivi inaitwa lifestyle au lifestyle? Lifestyle. Hiyo ulosema wewe. Hiyo ndo nzuri. Okay, kuna story moja, sio story actually, ni sehemu ya kazi. Naam. Kati ya Stan na Trisha, ndio? Ukaribu wao vipi? Ni wapenzi au? Hapana. Yule ni mfanyakazi wake kama mimi kwa sababu yule ni boss wetu Stan. Okay. Sisi ni wafanyakazi. Safari yako ya content creator creation ilianza 2024 kama sikosei. Na video yako ya kwanza ambayo ina umejuaje? TikTok Ya TikTok ndio. Yeah. Idea ilikujaje au ulikaa tu ile ngoja tu nishoot na vipi video yako ilivyoenda viral? Umejisikiaje tu? Nani ile clip ilikuwa kwamba kuna nilivyoingia mimi TikTok huo mwaka uliosema. Okay. Kulikuwa na kasumba moja kwamba mtu akilike video yako mara nyingi account inashuka. Kwa kuna mtu mimi nilikuwa na post tu vitu vya kawaida. Yaani hizi challenge za nyimbo za wasanii. Kuna mtu akawa na like video zangu nyingi, kwa nikawa nimechukua video nikawa namsema. Huko kumsema nashangaga video ile mimi nilikuwa napataga viewers 2000, mara nikapata 100,000, comment mchele. Watu wanavyoongea na chekesha ndo kaanzaga hapo. Ikaanzia hapo ile. Rudi sasa kwenye utaji wa wewe na Doto Magari. Kwa unampigia uncle. Mimi leo nataka ni drop chuma hapa mtandaoni lakini nimekudisi au waga unafanya tu akikutana nao basi fresh. Mimi yule kwanza sina hata namba yake na sina ukaribu naye kabisa. Okay. Yule ukweli kabisa ni rafiki yake Stan. Umenipata vizuri? Okay. Kwa kuna kipindi tunaendaga labda tunaenda mitaa ya ambapo wanafanya kazi yeye pale kwa Tambu pale. Tunaweza ukapita Stan akaniambia mwanangu tushuke tu kwa msali, mimi sishukagi kwa sababu alinikela mimi, aliniudhi kiali ya kawaida. Alinisema vibaya kwa sababu ujue wakati mwingine kwenda mimi nipo labda kwenye emotion ya kusema watu wanaanza kumkubali hivi na hivi. Anatokea mtu anakuja ananisema sema ovyo na kuwa ananikata alafu mimi sina mazoea naye, sina utani naye. Kwa sababu hali ya kawaida mimi sipendi utani na mtu. Lakini ule utani ambao anakuambiaga kwamba unanishubua. Ananikosea sana. Mimi ni Mpemba Morogoro, ananikwaza sana. Okay, by the way niliona ume create ile content ambayo pia na wewe kama vile umejibu. Ndio umepost pale na ikaenda sana. Vibaya. Ilimfikia au haikumfikia? Mimi nikifanya lazima nikikumention wewe, ujumbe lazima kufikia. Okay. Nikifanyia kitu tawe yangu, ukiwa amenikwaza, mimi hatugombani kwa kuwa ulinikwaza kwa maneno, nitakukwaza kwa maneno. Ukinigusa mwilini, nitakukomesha mwilini. Mimi napiga panapouma. Kwa hiyo yule nisema vile, kwa hiyo mimi najua nikichukua clip inamfikia. Umenipata vizuri? Twende kwenye kazi yako. Issue ya views na followers. Kitu gani kwa ambacho kinamata sana? Yaani kitu gani kinamata? Kinamata kwako. Ukipost video yako ambacho unategemea sana gani, views au followers? Yaani kitu gani ambacho kwako ukipata unaona kabisa hapa. Afaya mimi kwa kuwa nimepoteza account, nimefungua account mpya kwa sasa hivi. Nikiangalia followers wanaongezeka ndo nafurahi zaidi. Viewers jambo ambalo nilipo. Lipo. Sina na hapa kitu anachokipenda. Kwa hiyo najua nikipost itapendwa, itaenda. Karibu wako na Stan upoje? Tangia alipo safari kukutana naye na kufanya naye kazi. Yule mimi bosi wangu, lakini kakaangu yule pia amenitoa mimi kwenye vumbi. Kwa ni bosi wangu na kakaangu. Ni hivyo heshima kwa hiyo. Yaani haijai kubadilika. Muziki ni kama vile Diamond na ndio bana. Diamond na nani? Na watoto wake kama Diamond na nani na D-Voice. Achana kina Rayvanny hapa. Yaani kama Diamond na D-Voice kwa sababu Rayvanny si hayupo kule. Kwa mimi kama D-Voice kwa Diamond. Ndio bana. Tutegemea labda hivi ni creator gani ambayo anakuinspire sana? Kila mbali style yako la mbeni, mchezo wako, mchezo wako ambaye kama ulivyosema kwamba bosi wangu. Mimi hiyo utamka hapo maana yake mtu anakufanyaje? Yaani wanakuencourage, wanakutia. Yaani wewe ongea Kiswahili. Twende hivi. Ni creator gani ambaye tuseme kama vile anakutia moyo kwenye issue ya kutengeneza creator na ni content kwamba ananitia moyo ambaye ukiona ni tuseme kama vile
anasema kwamba ni usikate tamaa. Mfano tu nikutolee. Mimi wengi, ukweli wengi. Hata wewe ustani mwenyewe pia ananitengeneza mpaka nijisi nisikate tamaa. Lakini kuna mtu ambaye mwingine labda Kitale ambaye sio tu content creator. Yule yani ni kamaliza. Unanipata vizuri. Kuna mtu mimi ananipigia simu, "Che, hujashuti leo. Kuna idea hii hapa. Unaionaje?" Anakupa. Juzi kachukua nini kaniposti, kanipa mimi maua yangu, "Che, unafanya vizuri lakini kuna kipindi nilikuwa kichwa changu kimefeli zile idea za Mkude Simba na Bwakila. Nilikuwa natoaga kwako, kuna muda napita kwenye peji yako nachungulia nasema hapa napata idea." Kwa mtu atakupa maua ukiwa bado unapumua. Kwa yule wako wengi namkubali Nanga namkubali namba 1 namkubali. Ndio bana. Ngoja niangalie kwa huko juu. Yale hapa chini sio mavi yangu haraka. Mimi sina mavi ya rangi ile. Nakumbuka kabisa hapa. Au kuna mtu kabeba mavi yangu. Ngoja niangalie kwa huko chini. Haya sio yanaonekana ya mtu mnene haya. Yangu nayajua sijui yako wapi.